Washemeji. Washemeji kwa hiyo tukimbia. Inabidi mimi niwaache, ila washemeji bwana ndugu yangu. Basi haya washemeji, Mungu akipenda inshallah tutaonana. Baba jina waliharibu. Unamjua Samir Nasir wewe? Baba bana piga magoli ile baya. Lakini cha ajabu Nasir leo unapiga mahewa tu, Sijata kuona shemeji bwana kitema maji. Au ndio kula ujana mzee? Kama ni kula ujana mimi nimekula mpaka nimeshiba. Yaani palipobakia ni kudra za Mungu tu. Kwa sababu changamoto kubwa sana nao shemeji yako. Yaani shemeji yako bwana ana tatizo la kutoshika ujauzito. Sasa umehangaika shehe. Jaribu kutafuta suluhisho lolote. Mwanangu tumehangaika kila kona. Ila kila tulipoingia anaonekana yeye ndo mwenye matatizo. Sasa mimi imefika stage mpaka nimekata tamaa. So la feli wapi na wewe? Ukiona uwanja nyumbani utambi, jaribu kutamba ugenini, unaweza ukapata matokeo. Au unataka kufa uache pengo badala ya kuacha mbegu? Wali kama mwanangu anichukulia mzembe. Mimi nimeshajiongeza mwanao. So mjua yule dogo fulani anaitwa Kidawa, yule bigibigi yule. Kidawa yule dada tembo. Yule. Mimi nishaweka pale. Na hivi karibuni tu mtapata matokeo. Wanichukulia poa mwanangu. Huyu Kidawa. Nakwambia, yani yule mimi nishapiga maneno pale. Hivi karibuni nakwambia. Ngoja mtapata. Tuone ngoja. Hivyo. Baba. Sasa 2000 inatosha nini? Sijakula embe, sijakula miguu ya kuku, sijakula udongo. 2000? Hapana baba, hainitoshi. Inavyoonekana mtoto atakuja kuniua huyo. Alafu bila shaka atakuwa ni wa kiume huyo. Na kama ni wa kiume nitamuita baba yangu mzee Kenzo huyo. Alokwambia kama majina ya zamani ni nani? Majina ya zamani mtoto jana huko na mkeo kusubiri mkeo azae. Bila somo mwanangu mimi. Babangu jina lake lina ubaya gani? Sitaki majina ya zamani, msubiri mkeo azae. Wewe uliona wapi mronge ukazaa matunda na wewe? Shika ongeza na hii basi, nitarudi baadaye. Haitoshi. Tumia. Bye. Napenda. Nani? Ndio useme wewe nani? Mambo ya mume wangu yupo hayupo hakuhusu. Wewe sema wewe nani? Ona, hebu sitaki usumbufu. Afu koma kunipigia. Hivi kumbe wewe una adabu Yaani unaongea na bwanako mbele yangu. Kwa sababu mimi nipo ndo ajifanya wazuga, wewe nani wewe nani? Hapana mume wangu. Mimi mtu simfahamu. Na namba yake pia hapa imeingia ngeni, ndio maana namuuliza ni nani. Hebu acha ujinga. Usinifanye mimi mtoto mdogo. Inaonekana kabisa mnajuana. Mbona kakuuliza kuhusu mumeo? Kajuaje kama umeolewa? Acha kunisingizia basi na asiri.
Hivi kama angekuwa ni mtu wangu, ningeweza kumpokelea mbele yako kweli? Na nikaongea naye. Tena ukae kimya, nitakupiga makofi sasa hivi. Yaani umekaa mshenzi tu. Ndio maana Mungu akakunyima kizazi kwa mambo yako kijinga uliokuwa nayo haya. Lakini hakuna cha lakini mume wangu. Mungu akakupa tatizo hilo. Baada ya kukaa tujadili tujue tunalimaliza vipi ndio kwanza anza kutafuta mabwana. Wewe unafikiri mimi na riziki wenzangu wanavyoniambia napiga mahewa uwanjani? Sasa nisikize kwa makini. Umeona huu mwaka ndio mwaka wako wa mwisho hapa kwangu. Ikitokea hujatoa zao la aina yoyote, hiyo ni kwenu. Hivi mtu gani usionielewa? Mara ngapi nishakwambia sitaki unipigie simu yako? Sitaki mazoea, sitaki kupigiwa katika simu yangu. Nishakwambia namba yangu pia futa, sitaki mazoea. Mtu gani unielewi wewe? Kitega uchumi kumbe nawe umo. Mwenyewe huyo. Japo uvumi kumbe nawe umo. Uko mtani wamekupa jina unaitwa Mama Huruma we. Mwenyewe. Sikutegemea wala sikuzani kama una mambo wala ufanani na vyako vitendo. Una mambo wewe. Jamani wa kakangu yuko wapi? Make nataka nile ubuyu wa moto moto mimi. Yaani nisubiri vipoe. Kaka wapi wewe? Kaka. Una macho haya. Lakini kaka, kuna jicho la tatu utakuwa ulitumie. La sivyo. Hayo mawili ulionayo hayo. Yakiingia mchanga, utashindwa kuona mbali. Kaka, wajua changa la macho wewe? Unamaanisha nini dadangu? Huyo kigego wako humu ndani, asosikia, anajifanya yeye chere hana akili, au anaitwa sijali. Make maneno yote tuwaongea ajifanya sijali. Nimemkuta basi leo aongea na simu. Mimi kama unavyonijua, nikanyata nikaenda msikini. Kaka mkeo ni analalamika kwenye simu, anabana sauti ile mbaya. Ambapo sasa lageuka laniona limetaa tayari. Ambapo usipige simu, sijui nini na nini, sikujui, sijui na nini. Mkeo. Nikamshushua, uso umemshuka kama mbuzi mjamzito. Mimi nimekusikia dadangu. Na hilo swala sio geni kwangu, kwa sababu nilishawahi kuliona. Lakini nitalifanyia kazi. Dawa yake inachemka. Hapo kwenye dawa. Nataka hiyo dawa hiyo kakaangu. Ukimpa hiyo dawa, naomba mimi nimpe maji ya kunywa, asikumizie ili asije akasema tunaromba. Upo? Maana naisubiri kwa hamu dawa. Kama sio Power Safe, naona ni chloroquine, maana itampelekesha ile mbaya. Lakini tena nyamazo, usiongee ujinga. Hapo sijakupiga, nimekugusa. Sasa ukitaka nikupige, endelea kunyanyua mdomo wako kama chupa. Sawa. Una haki ya kunipiga mume wangu. Sababu ni mume wangu. Sina mamlaka kukuzia kufanya chochote unachotaka juu yangu. Lakini ukweli ni kwamba mimi huyo mtu wala sina mahusiano naye. Alinipigia akaniambia anataka tuonane. Nikamwambia mimi siwezi kuonana naye kwa sababu mimi ni mke wa mtu. Umefahamu mimi mtoto, si ndio? Wafikiri hivyo unapoongea mimi nakuelewa. Mimi naona kama nasomea gazeti la Kichina. Sana nitakupiga nikuue. Kama tatizo ni simu, basi ile yangu mimi naivunja ili waamini kama sina mambo haya. Yola usivunje, nipe mimi.
Bwana ndugu yangu, kuna jamaa anajifanya na mkono mrefu sana. Yaani anataka kula pale ninapokula mimi. Unamaanisha nini? Sijakuelewa. Wage fulani hivi huwa anampigia simu mke wangu usiku. Mara sijui mumeo yupo, sijui nini yani ile. Unajua. Kwanza ujue. Sijakaa kaka, uweke heshima ipasavyo nyumbani. Kamwe. Yaani mimi hapa ni bora nipoteze game ugenini kuliko nyumbani. Shasikia ule msemo kwa Mkapa toki mko. Ndio mimi sasa. Unajua sasa hivi kwenye mahusiano au kwenye ndoa, changamoto mara nyingi zinakuwa mbili. Ya kwanza ni hulka tu. Unakuta mtu ni hulka yake tu kutaka yani. Lakini cha pili, unajua sisi wanaume pia tunachangia sana ndoa kuyumba. Kwa sababu unamkuta mwanaume nyumbani hayaki heshima ipasavyo. Huduma hatoi kwa wakati. Ukali mwingi. Sasa mwisho wa siku mtu anapata aidha mke akapata mtu huko anampatiliza, anamuongaonga visenti, anampelekea mshirango vizuri. Mwisho wa siku naye amalilika, lakini unakuta chanzo ni sisi wanaume. Hapana. Tatizo ujue lipo kwa hawa wanawake. Sasa wewe ushajijua ni mke wa mtu. Watu wa namba ili iweje? Ila mimi naona hatujachelewa. Kama vipi ile swala tulifuatilie. Alafu tukishajua tafanya atakufanya. Lakini mimi na uhakika kwa shemeji ninavyomfahamu hawezi kufanya kitu kama hicho. Bila kuwateteaga sana, hakai kubadilika. Kwa sababu wewe mtu sio na mumeo, unatoa namba nje ya nini? Sawa basi mume wako akufikishi lengo. Kwa nini usimwambie mume wangu bwana mimi huniridhisha? Unajua ile inatia uchungu kiambo hivyo. Ndio hapo kama za kujiboost ya kasusu, Kongo nini? Lakini eti uacha kumwambia mume ndio mwambie mtu wa kando. Fulani aniridhisha. Hiyo ni utovu wa nidhamu ndugu yangu. Ni kweli, lakini shemeji bwana mimi naona ni mali safi. Yaani kama jamaa anafukuzia ndio yuko mbioni, lakini kupata sio rahisi. Kwa hiyo sasa sisi tunatakiwa tumfuate faster, tumuwai kabla hajalainika. Poa, sasa mimi ngoja nielekee zangu pale site. Vipi, nipe funguo basi. Sasa ile funguo mimi bwana nimemwachia Mangi pale. Kwa sababu unajua jana bwana ule bibi mkubwa mwenye kikabati chake kaja bwana kanikaba. Ile kabati? Sasa ile bidi bwana nikeshe nimalize kazi yake tu ndio hizo lawama. Kwa hiyo baba hapa nimechoka, kwa hiyo mimi sitoingia. Kwa ushaitoa la gani? Nimeshaitoa, nimeshampa mzigo wake. Leo ukifika pale fungua na Mangi. Sasa ina noma. Ngoja mimi nende nikapige msasa ile mbao ile baki pale. Tasomana tomorrow. Basi kwa mimi mwenyewe ngoja nikapumzike basi. Shoga yangu, kumbe unapitia magumu namna hii. Alafu Nasiri alivyo na matendo yake wala hafanani. Lakini haya yote kwa nini usimueleze babake? Shoga yangu, mimi naogopa dada. Maana yule baba tangu nimeolewa, sije kukaa naye kuongea naye la heri wala la shari, zaidi ya salamu tu. Halo inaanzaje dada shoga yangu? Basi mwambie ifi yako. Hapo ndio toka nimeruka mkojo, nimekanyaga kinyesi dada. Yule dada ni mjeuri yule. Nilimpaga kesi moja dada. Niliambulia kichambo, nikanyoa kama karatasi iliyoingia maji. Basi vumilia shoga yangu, ila ukumbuke maji yakizidi unga, ugali unakuwa tope na hautalika, labda kwa vijiko. Shauri yako Maya, mimi ngoja nikamnyonyeshe mwanangu. Aya Maya. Sitaki nipigie tena. Yaani mwanzo na mwisho kupiga tena kwa namba yangu. Ulikuwa unagombana na nani? Sio mpuzi, bado ananipigia simu. Mara wao simu yako yupo, sijui nini hata simuelewi. Kwa kumbe nimefanya kosa kukurudishia hizo line. Si hivyo mume wangu. Mimi ni block, nashangaa kanipigia kwa namba nyingine. Fanya kitu kimoja. Mpigie huyo mtu hapo sasa hivi. Mwambie mume wangu hayupo. Ila mida yake ya kurudi ndio hii inakaribia. Sasa kama unahitaji kuonana na mimi, nitafute kesho unielekeze ulipo nitakufuata. Fanya sasa hivi. Mimi haina haja ya kumpigia kwa sababu mtu mwenyewe mimi nishamdoko. Naomba tusibishane. Hebu fanya ndicho kuagiza. Mimi mbona tuelewani? Mimi hawezi kupiga tena, nimeshamkomesha.
Aha. Kwa kumbe nyinyi mnatakana maagizo. Tutakana tena? Wewe unakosea heshima mume wangu kiasi hivi. Usianze kuibiana tarabu. Hebu piga namba na ufanye nilichokwambia. Ipige na uweke loudspeaker kwa mimi sikia. Halo. Hello? Nasema mume wangu Midai anakaribia kurudi. Nilikuwa naomba hivi, kama una shida kuonana na mimi, kesho tafuta sehemu alafu utaniambia nije ili aweze kuniambia anachotaka kuniambia. Okay, sawa. Nitakuelekeza maeneo gani na ni muda gani, sawa? Sawa, asante. Okay. Ningependa uniachie namba ya dada ya simu hapa. Sawa. Samahani dokta. Kwani huwezi ukachukua namba yangu ya simu mimi ikawa tunawasiliana baina mimi naye? Huyu ndo mgonjwa. Ina hamna tatizo, ngoja tu nimpe. Poa. 07. Wewe ndo kidume sana kutembea na wake za watu, si ndio Ndio.